Lakini Mheshimiwa Rais amenituma kuja kuwasikiliza, kuja kuwapa elimu ya kisheria na kuja pia kuwatatulia kero zenu za kisheria. Na zoezi hili tunaanza hapa nikiwa nimesimama. Tutawasikiliza watu watano. Mimi ni Mwanaisha Kapela. Sisi tulikuwa na nyumba yetu ya familia barabara 12, tukaingiliwa na ndugu Salim Suleiman Hamdu, akadai ile nyumba amenunua. Badala kusema ile nyumba amenunua, alinunua kiwanja namba 1 block 208. Sisi nyumba ya baba yetu tuliozaliwa ilikuwa namba 4 block 208. Tukamwambia sisi hatujauza nyumba yetu, dokumenti zetu hizi hapa. Lakini yule alitumia ubabe wake wa kipesa, akafanya dokumenti zake za magumashi, akaenda mahakamani, akadanganya mahakama, akapewa haki. Sisi kila tukienda mahakamani hatupati haki. Lakini sisi tumefikia mpaka kufika kwa waziri alipokuja Tanga tarehe 22 mwezi wa 4, sisi tukapeka kilio chetu kwa waziri. Waziri akakisikia kilio chetu. Badala ya kukisikia kilio chetu, waziri akamuita yule tajiri. Kumuita yule tajiri, akaambiwa ili eneo umelipataje? Akadai ameuziwa 2009. Umeuziwa na nani? Na ndugu Miraji Athumani Kitete. Tukamwambia mheshimiwa, sisi hatumfahamu. Akamwambia ili eneo ni la marehemu Kapela Mtumba toka mwaka 67. Anaishi hapa. Na watoto wake ndio kina Mwanaisha Kapela Mtumba ambao ndio hawa. Kwa hiyo wewe rudi kwa Miraji akuoneshe eneo lako. Akasema sawa. Akatoka hapo akamwambia afisa wa ardhi, kamishna na afisa wa ardhi, ninaomba ili eneo halijapimwa muwapimie hawa. Mkishawapimia muwatengenezee hati, muwakabidhi hati yao. Sawa. Mheshimiwa, kwa kweli kamishna alifanya ile kazi ya kupima na kutuita ofisini kwake kila mara. Mwisho wa siku akatukabidhi faili ile, akasema tupende ardhi, tukaenda ardhi. Kufika ardhi akatupa dokumenti ya kulipia ambayo ndio hii hapa, ambayo tumelipia 586,086. Tulipolipia ikabidi sisi tuanze kufuatiliaji wa hati yetu. Sasa kuenda kufuatilia hati yetu, kufika kule ardhi wanatuambia nyinyi pale hamna eneo. Hatuna eneo kivipi? Waziri kaingilia mahakama. Sisi eneo hili ni la kwetu toka mwaka 67. Baba yetu anaishi pale mpaka amefariki na sisi tuko pale. Lakini yule tajiri kwa sababu ya ubabe wake, sisi alituvunjia ile nyumba yetu, ilikuwa na maduka baba 16, aliharibu mali za wafanya biashara, alivunja nyumba yote, alitutia umaskini. Baba sasa hivi tunabakia tunalima vibarua mikono kama hivi unavyotuona. Tunalima vibarua. Hatuna hata pa kuishi. Badala hapo bwana huyu kuona sisi tunataka kukabidhiwa hati, akaenda mahakamani, akamshtaki waziri silaha. Kumshtaki waziri silaha, sisi tuwafuatilia barua yetu, tupewe hati yetu. Tukaandika barua, tunakumbushia hati yetu tuliolipia tarehe fulani hiyo. Badala ya hapo tulipofuatilia wakasema sisi hatuwezi kubipa hati. Waziri kashtakiwa. Mmoja ameshajenga, ameendeleza, inakuwaje mnakwenda kumuondoa? Hamuoni hiyo ni dhuluma? Sasa hapa kuna mambo mawili. Wananchi, naomba mnisikilize sana. Jambo la kwanza, kuna mtu ambaye alitengeneza double allocation. Hili la double allocation ninamkabidhi kamanda wa TAKUKURU. Yuko hapa. Kamanda wa TAKUKURU, ukiona double allocation ama ni rushwa ama ni matumizi mabaya ya mamlaka na iko chini yako yote hii, naomba ulichukue hili, ufuatilie hiyo double allocation ameitengeneza nani. Huyo aliyotengeneza ni saizi yako, mchukue uambatane naye, umweke panapostahili, umfikishe panapostahili. RPO iko wapi? Regional Prosecution, sio wewe, kuna RPO mwingine. Regional Prosecution Officer iko wapi? Ofisi ya DPP. Ofisi ya DPP iko wapi?
upelelezi na kusimamia prosecution. Umesikia hii double allocation hapa? Na nataka hii iwe fundisho kwa nchi nzima. Hiyo double allocation hapo, kuna jinai. Shirikiana na TAKUKURU kuratibu upelelezi, na muda ukifika shirikiana na TAKUKURU wahusika wapande mahakamani. Hakuna mbele mkubwa kuliko sheria. Hilo ni jambo la kwanza la allocation. Jambo la pili, kesi hii iko mahakamani sasa. Kesi iko mahakamani. Kama ameshtakiwa waziri, maana yake mwanasheria mkuu wa serikali yumo.